Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi wapendwa ndugu zangu, tunaendelea na kipindi chetu hiki cha Majilio, kipindi cha kutupa matumaini yaliyo mapya, na kipindi ambacho kinatualika kumpokea Masia mkombozi atakaye kuja. Kwa namna ya pekee leo katika novena yetu ya Mama Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, leo vile vile tunaalikwa kuliombea baraza la maaskofu ambao ndio mababa zetu wanaotuongoza katika kanisa. Katika tafakari ya masomo ya leo, hebu tuangalie mambo ambayo tunayafanya kwa usahihi kabisa katika maisha na kadiri ya mitazamo yetu, tukilinganisha na yale ya kiroho ambayo tunayafanya pengine kwa usahihi au kwa kukurupuka au kwa kuto kujiandaa vyema. Hebu tuangazie mambo haya yafuatayo. Ukisikia mgeni anakuja pale nyumbani kwako kesho kutwa, ni mgeni wa heshima, unayemheshimu na unayetamani akifika kwako afurahi pamoja na familia yako. Hivi huwa tunafanya nini? Daima tunafanya maandalizi. Maandalizi hayo ni ya namna gani? Tumsifu Yesu Kristo. Si maandalizi yanafanyika Ni maandalizi ya namna gani? Nyumba itasafishwa, ni kweli ama si kweli? Vitanda vitatandikwa vizuri. Buibui wataondolewa, utando wa buibui utaondolewa ndani. Kuta ambazo zilikuwa zinapaswa kupakwa rangi au kukandikwa zitakandikwa vizuri. Pengine barabara ilikuwa imesongwa na miiba na miti huwa inakatwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kama tumepanga mawe, tunaangalia haya mawe hajakaa vizuri, itanunuliwa chokaa au majivu, yatachanganywa na maji, yale mawe yatamwagiwa ili angalau barabara ionekane nini? Safi. Maeneo yetu na viwanja vyetu vitafagiliwa vizuri. Maua yatamwagiliwa vizuri, yatapendeza. Nyumba zitapambwa vizuri kabisa. Vyakula vya kila aina vitanunuliwa. Kuku, tutengeneze marojorojo, nyama ilionenepa, kitimoto itawekwa vizuri kabisa, maandalizi vizuri, ili mgeni wangu anapokuja afurahie maisha. Na mimi ndio hivyo tunafanya. Ni kweli ama si kweli? Tumsifu Yesu Kristo. Hayo hayana malalamiko, hayana malalamishi, hayana visingizio, hayana umbali, hayana muda wa kuwahi au kuchelewa, hayana uhaba wa fedha, zitatafutwa popote zilipo, hayana kujisukuma au kusukumwa kuandaa, kwa moyo wako wote unajiandaa. Hayana kusema sina fedha za kutosha, ulichonacho utauza, kama hauna utaenda kukopa, kwa moyo wote kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Bila manunguniko, bila lawama. Lengo ni mgeni wako afanye nini? Afurahie maisha, akuone we ni mtu wa maana kabisa. Lakini hebu tuangalie yale mambo yetu ya kiroho tunavyo yatolea sababu nyingi. Leo Isaya nabii anatoa matumaini mapya kwa familia au kwa taifa la Israeli. Taifa ambalo lilikuwa limekata tamaa. Taifa ambalo lilikuwa limeona Mungu amewaacha. Taifa ambalo lilikuwa limehukumiwa, limesulubiwa, limeteswa na hii falme ya Ashuru. Taifa ambalo lilikuwa limeona hakuna mwanga na hakuna matumaini katika maisha yao ya kila siku. Taifa ambalo lilikuwa limeona uhusiano wao na Mungu umekatika moja kwa moja. Na ndipo Isaya anakuja
anatoa maneno au unabii wa matumaini katika maisha yao, kwamba litachipuka shina la Yese au litachipuka chipukizi katika shina la nani? La Yese. Huyu Yese alikuwa ni baba yake Daudi. Taifa hili limesambaratika na yamebaki mataifa mawili ambayo yana nguvu kiasi fulani. Wale wenye nguvu wamechukuliwa, wamepelekwa utumwani, wengine Babeli, wengine wamerudi katika nchi yao wakiwa maskini, wakiwa hawana nguvu, hawana chochote cha kufanya. Ndipo unabii wa Isaya unawanyanyua tena, na unabii huu ambao unawanyanyua ni unabii wa kuwapa matumaini. Katika ukavu wa shina, katika mti uliokatwa na ukakauka, litatoka chipukizi ambalo litaleta matumaini yaliyo mapya. Litaleta faraja kwa taifa la Israeli. Na huyu Masia au ili chipukizi ambalo ndilo Masia atakaye kuja, Masia huyu ana sifa mbalimbali. Kwanza, huyu Masia atakuwa amejazwa mapaji ya Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Masia huyu atakuwa amejazwa mapaji ya Roho nini? Mtakatifu. Roho wa elimu na nguvu, roho wa hekima, roho wa furaha, roho ya kumcha Mungu, roho ya haki na amani, roho ambayo itaujenga usawa. Hataongozwa kwa mawazo yake mwenyewe, bali kwa Roho Mtakatifu atatenda kwa haki. Ni maneno yenye matumaini kwa taifa ambalo lilikuwa limekosa haki, limekosa usawa, limekosa amani, limekosa furaha, limekosa matumaini. Wanaahidiwa matumaini mapya, wanaahidiwa haki na amani, wanaahidiwa furaha, wanaahidiwa utulivu, wanaahidiwa nchi ambayo imetawala na ambayo imetawaliwa kwa haki na amani. Ni furaha na ni matumaini ya ajabu. Tukiyasikia haya maneno ya nabii Isaya, tukiyalinganisha na maisha yetu ya kawaida, kuna wakati mwingine tunakosa amani. Kuna wakati mwingine furaha yetu imetoweka. Kuna wakati mwingine tulitarajia matumaini, tukaangukia kwenye huzuni. Tulitarajia tunayoyafanya yatatufikisha kwenye malengo ambayo tumeyakusudia kwenye maisha yetu, lakini matokeo yake malengo yetu yameenda mrama na mwaka unaisha. Tulitarajia furaha, tulitarajia afya iliyo njema, lakini mwishoni tumeanguka kwenye magonjwa. Tulitarajia muunganiko na afya iliyo njema katika familia zetu, lakini matokeo yake tumeangukia kwenye mafarakano na kutokuelewana. Baba haelewani na mama, watoto na wazazi, watoto kwa watoto, fujo na vurugu. Lakini tulitarajia usawa. Tulitarajia kazi ambazo tunazifanya zitatupa riziki ambazo tumekusudia na zile ambazo Mungu ametuahidia kutupa. Lakini mwishoni zile ambazo Mungu ametujalia zinatoweka katika mpango tusioutarajia. Wakati huo ni wakati wa huzuni, ni wakati wa masikitiko, ni wakati wa kulia, ni wakati wa kuanza kumlaumu Mungu. Mbona umeniacha? Mbona nakuomba kila siku? Mbona napiga magoti? Mbona natoa sadaka zangu? Mbona nalipa zaka? Mbona naenda jumuiya? Mbona nashirikiana na wengine? Mbona ni faraja kwa wengine na matumaini? Mbona nawafariji wengine wakiwa kwenye huzuni? Mbona nawavisha wengine wakiwa uchi?
Mbona nagaia wengine vyakula wakiwa hawana? Mbona leo mimi naangukia kwenye mabaya? Tumsifu Yesu Kristo. Maswali hayo yanaweza yakajaa kwenye vichwa vyetu, yakawa yanatusumbua, yakawa yanatupa mashaka na wasiwasi. Na mwisho wa siku tunaweza tukaangukia kwenye lile wazo, Mungu hayupo tena. Mungu amenisahau. Mungu amenitupa. Nabii Isaya leo anatupa maneno ya matumaini anapotumia lugha hii ya picha. Na anasema haki itakuwa mshipi wa viuno vyake. Masia huyu ambaye anakuja kwetu ataleta haki. Na haki ikiwa mshipi wa viuno vyake, ina maana haki itatawala na itatamalaki. Lakini haki hii itatawala na kutamalaki kwa kina nani? Ni kwa watu hawa. Siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi, na wingi wa amani hata mwezi utakapokoma. Kumbe huyu Masia anayekuja wa haki atakutana na wewe mtu wa haki. Haki itatamalaki katika maisha yako. Na haki ikiwepo, haki ikitawala, usawa unakuwepo na amani inatawala. Lakini pale ambapo haki haipo, haki imeminywa, haki imepindishwa, haki imekuwa silaha ya kuwaumiza wanyonge, Masia huyu wa haki anapokuja, hata amani haiwezi ikatawala milele. Amani ni chimbuko la haki. Masia huyu anayekuja analeta usawa, analeta umoja, analeta muunganiko. Kwa lugha hii ya picha tunayopewa, mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Mbwa mwitu ni adui wa wanyama na binadamu, lakini tunaambiwa atakaa kwa amani na kondoo. Chui atalala pamoja na mwanambuzi. Hawa ni maadui. Ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalishwa pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe, na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake kwenye pango la fira, pango la kobra. Huo ni usawa na ni amani. Lakini na sisi tunapewa matumaini hayo. Huyu Masia anayekuja ataleta usawa, ataleta maelewano, ataleta mshikamano. Tunapoendelea katika somo la pili, tunaona magomvi uliopo kati ya Wakristo Warumi na Wayahudi na wale wapagani. Paulo anawakumbusha yale maandiko matakatifu. Anawakumbusha maneno ya saburi, maneno ya haki, maneno ya faraja, maneno ya usawa, kwamba katika maisha ya huyu Masia anayekuja uhasama hautakuwepo, kutokuelewana hapata kuwepo. Mahusiano yanapaswa yawekwe sawa. Makundi yote yanapaswa yaelewane. Wazee, vijana, watoto, pawepo na usawa. Kusiwepo na utabaka kati yetu, wenye navyo na wasiokuwa navyo, wenye madaraka na wasiokuwa na madaraka, manyanyaso kwa wanyonge na wasiokuwa na haki. Paulo anatukumbusha tuongozwe na maandiko matakatifu ili tulete usawa na amani katika maisha yetu ya kila siku. Mungu ni mwema. Tulidokezwa wazo kuu ambalo linajengwa na somo letu hili la Injili. Tutengeneze njia ya nani? Ya Bwana.
Tumsifu Yesu Kristo. Tengeneza njia ya nani? Ya Bwana. Na wazo hili linajenga tafakari yetu ya Dominika hii ya leo. Na Dominika hii ya leo na tafakari yake isiishie hapa kwenye kanisa letu hili dogo. Ila tafakari yetu itujenge leo katika nyumba zetu, katika familia na siku zote za maisha yetu. Tumeambiwa mwanzo, huyu Masia anayekuja ataleta haki na amani. Ataongoza kwa hekima na usawa. Mapaji ya Roho Mtakatifu yatakuwa nguzo yake. Lakini ili na sisi tuweze kushiriki naye katika furaha yake hiyo, tumeitwa kutengeneza njia zetu. Mwambie mwenzako, tengeneza njia yako. Tengeneza njia yako. Tengeneza familia yako. Tengeneza familia yako. Tengeneza uchumi wako. Tengeneza uchumi wako. Mungu ni mwema kila wakati. Tunaitwa kufanya nini? Kutengeneza. Na kutengeneza, msamiati huu inamaanisha palikuwa pametengenezwa pakaharibika. Kumbe ni mwaliko wa kufanya nini? Wa kurudi na kutengeneza. Au palikuwa hapajatengenezwa kabisa, ni mwaliko wa kufanya nini? Wa kutengeneza. Kengele imepigwa. Mbiu ya pili imepigwa. Katika Dominika hii ya pili ya Majilio ni kutengeneza njia ya nani? Ya Bwana. Sauti ya mtu aliaye wapi? Nyikani. Itengenezeni njia ya nani? Ya Bwana. Pengine nyikani inaweza ikawa ni mbali. Sauti ya mtu aliaye ndani ya moyo wako. Itengeneze njia ya nani? Ya Bwana. Hii sauti tunaisikia. Dhamiri inaongea. Dhamiri zetu zinatusuta. Lakini tendo kubwa katika kipindi hiki cha Majilio ni huu mwaliko wa kufanya toba. Mwaliko wa kujipatanisha na huyu Masia wa haki na amani. Mwaliko wa kurudi na kujipatanisha na Mungu. Sauti hii ya Yohane inatoa mwaliko wa kusawazisha kwenye milima, kwenye mabonde, vichaka vifwekwe. Kama vile tulivyokuwa tunaandaa maandalizi ya mgeni anavyotujia nyumbani. Vivyo hivyo na maisha yetu ya kiroho yanapaswa yawe. Tufagie viwanja vyetu, roho zetu. Pengine katika roho zetu kuna miiba, kuna visiki vilivyokauka, kuna uchafu ambao umetawala kwenye huo uwanda wetu. Kuna mambo ambayo yanatushinda kukutana na huyu Masia wa haki. Hayo tumeambiwa tuyasafishe. Na tunapoenda kusafisha njia zetu au mioyo yetu, tumepewa hatua mbalimbali ya kuchunguza dhamiri zetu ili kuondoa visiki, kuondoa miba, kuondoa takalaini na ngumu, kuondoa uchafu ambao umetawala. Ya kwanza tuangalie amri za Mungu. Zipo ngapi? 10. Ziko ngapi? 10. Amri za kanisa? Mahusiano yetu na wengine. Tunavyosali sala za asubuhi, tunasema matendo ya nini? Ya huruma kwa nani? Kwa mwili au kwa roho? Au kwa wengine? Tunasali kwenye sala za asubuhi, tunasali matendo gani? Ya huruma kwa nani? Kwa wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Hayo au ni mtaji wa kuangalia ni nini huyu mgeni anayekuja anastahili kuondole, ni nini ambacho napaswa kukiondoa ili huyu Masia anayekuja anikute nipo tayari kumpokea. Labda niwaulize swali. Kwenda kwenye sakramenti ya kitubio tunalipa shilingi ngapi?
Mungu ni mwema. Kwenda kwenye sakramenti ya upatanisho tunalipa shilingi ngapi? Hakuna Kwenda kwenye sakramenti ya kitubio inatuchukua siku ngapi? Kwenda kwenye sakramenti ya kitubio inanipotezea muda gani? Kwenda kwenye sakramenti ya kitubio inaharibu nini kwenye maisha yangu? Kwenda kujipatanisha na masia wako inakufanya nini uogope? Mungu ni mwema. Kila mmoja anakimbilia huruma hiyo. Kila mmoja anaitwa katika huruma hiyo ya kujisafisha. Lakini tujiulize, sakramenti hii ya kitubio ambayo haihitaji gharama yoyote, kama tunavyomgharamia mgeni anayekuja katika familia zetu, kwa nini tumeiona haina umuhimu? Kwa nini tumeona haina nafasi kwenye maisha yetu? Kwa nini tunaogopa kwenda kujipatanisha na Mungu? Hebu tujiulize. Ni mwaka unaisha leo. Nimeenda kuungama lini? Na tunaanza mwanzo kabisa. Tunaanza kusema, namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno. Kwa nini? Kwa mawazo. Hivi mwaka mzima hata kwa mawazo hujawahi kukosa? Tujipigie makofi. Jipigie makofi. Kama hata kwa mawazo hujakosa, jipigie makofi. Mungu ni mwema. Mwaka mzima hujafanya nini? Hujamkosea Mungu kwa mawazo. We ni mtakatifu. Jipigie makofi moyoni mwako. Kwa maneno, mwaka mzima sijatumia mdomo wangu vibaya. Sijasengenya. Sijamnenea mwingine kwa ubaya. Sijamwazia mwingine kwa mawazo yangu, mtazamo mbele. Mwaka mzima jipigie makofi. Mungu ni mwema. Yaani kwa maneno mwaka mzima hujafanya nini? Hujakosa. Wapendwa ndugu zangu wana familia ya Kijungu, tutakuwa watakatifu kwa namna hiyo. Kama kwa maneno hatujamkosea Mungu. Kwa mawazo mwaka mzima. Na kwa kutotimiza wajibu mwaka mzima. Tumetimiza wajibu zetu vema kabisa. Tujipigie makofi. Mbona mnaogopa? Tumsifu Yesu Kristo. Mbona tunaogopa kujipongeza? Dominika zote 33 za mwaka wa kanisa nimeenda kanisani. Jipigie makofi. Sikukuu zilizoamriwa zote nimeenda kanisani, nimehudhuria misa takatifu. Jipigie makofi. Kwenye sala za jumuiya na mikutano yote nimeenda mwaka mzima. Jipigie makofi. Jipongeze. Na ukitoka hapa kasuuze moyo, kamwagilie moyo wako. Na uanze kuimba ule wimbo, bora ni enjoy. Maisha ni nini? Ni mafupi. Mwaka mzima. Bora tunaangalia chini. Mungu ni mwema. Na sisi na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa kutotimiza wajibu. Na nini tena? Tumsifu Yesu Kristo. Tumekuwa na majivuno. Tumemuua Mungu. Na tunasema Mungu amefanya nini? Amekufa. Mungu hanioni tena. Kwa maneno ni rahisi kutamka maneno hayo.
lakini kwa matendo ni vigumu kuyatekeleza. Kwa maneno tunaweza tukajiremba, tukapendeza kabisa, lakini matendo yetu ambayo Mungu anayajua yanatusuta. Leo ndio mwaliko wa sauti ya mtu aliaye nyikani. Itengenezeni njia ya nani? Ya Bwana. Yanyoosheni mapito yake. Waliokuwa wanaenda kwa Yohane kupata ubatizo huu wa toba, na Mafarisayo na Masadukayo walikuwepo. Pengine na sisi tumekuwa na unafiki huo wa Mafarisayo na Masadukayo, wa kujiona wema mbele za watu, wa kutaka kupigiwa makofi kwenye mikutano, wa kutaka kupongezwa na watu masokoni na barabarani. Lakini ndani ya mioyo yetu ni uchafu na uozo. Leo hii sauti ya Yohane inalia ndani yangu mimi, inalia ndani yetu sote. Tutengeneze njia ya nani? Ya Bwana. Katika kutafakari sakramenti hii ya kitubio na namna tunavyoiogopa, tunaona kuna nguvu ya ziada ambayo ipo katikati, ambayo inatuzuia kupokea huruma hii ya Mungu. Pengine ni mazingira yetu ya mazoea yameshatuathiri, na tunaona aibu ya kwenda kuungama, ya kwenda kutubu. Wakati mwingine ni mawazo yetu na mitazamo yetu mbele. Tunajiwekea, nitaenda kuungama, padri atanielewaje? Naona aibu, naona wasiwasi, na huu maarufu wangu wote nilionao kanisani, kweli nikaungame? Ninavyotoa sadaka, ninavyojitoa kwa moyo wangu wote, kweli akasikia na mimi nafanya upumbavu? Niende? Siendi. Lakini sababu nyingine inakuwa ni kukata tamaa kutokana na mafundisho potofu kwamba usiende kuungama kwa mwanadamu mwenzako. Aziungamae dhambi zake na kuzitubu, huyo atapata nini? Atapata rehema, atapata msamaha, atapata ondoleo la dhambi, atapata faraja na matumaini. Moyo wake uliokuwa umekauka kama kisiki utatoa chipukizi na utazaa matunda. Tumsifu Yesu Kristo. Huwezi ukazaa matunda kama hujaungana na shina. Wewe ni tawi katika mti. Kama umejikata katika mti, tawi linakauka. Na tawi likishakauka linafanywa nini? Linakanyagwa, linafanywa kuni, linachomwa. Wakati mwingine na sisi tunaweza tukawa kama tawi lililoanguka katika shina la mti. Tunapoanguka na kukauka, ndipo matatizo yanaanza. Ndipo mafarakano yanakuja. Ndipo matengano yanatawala katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika kanisa letu, katika umoja wetu, kwa sababu tayari tawi limeondolewa kwenye shina. Hayo tunayatafakari tunaporudishwa kwenye bustani ya Eden. Adamu na Eva walipokosa utii kwa Mungu, shida ndo zilianza. Walianza kujiona wako uchi, hawana mavazi, yaani neema ya Mungu imeondoka. Taabu ndivyo zilivyoanza. Tumsifu Yesu Kristo. Wakaanza kuzaa kwa uchungu, wakaanza kula kwa jasho, wakaanza kutengeneza uadui, ukatokea kati ya wanyama na binadamu, uadui wa mimea na binadamu. Mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu yaliondoka kwa sababu ya kuondoka kwenye shina. Kumbe nasi dhambi
inaweza ikatusababishia tukaanguka kwenye mahangaiko hayo. Dhambi inapotokea kwenye familia, mafarakano yanaanza kuonekana. Tuchukulie mfano huu. Wale waliofunga ndoa, ile siku ya harusi ilikuwaje? Msifu Yesu Kristo. Ulikuwa kama kipofu. Ukaanza kumwimbia huyu ni chaguo langu. Hata kama ana jicho moja ni wa kwangu. Hata kama ana mguu mmoja ni nini? Hata kama ni mbaya ni wa kwangu. Huoni? Mnapoendelea kuishi, dhambi inapoendelea kutawala, machungu yanaanza. Tumejiondoa kwenye shina. Vivyo hivyo na familia zetu, dhambi inapoingia, mafarakano yanatokea. Na dhambi hiyo inaanza kutujengea kiburi, majivuno, kujiona kwamba unaweza, kujiona bila mimi hamna ambacho kinawezekana. Hayo yakiingia kwenye familia, dhambi hiyo ikitawala kwenye familia, hakuna amani itakayoonekana. Hakuna haki itakayoonekana. Fujo zitaanza. Ugomvi utatokea. Mapigano ya kila siku yatatawala. Baba na mama hawataelewana. Watoto hawatasikilizana na wazazi wao. Sababu ni dhambi. Tutakimbilia kumuomba Mungu kwenye nia za misa, kwenye sadaka, kutoa kila kitu ili Mungu atusamehe. Lakini tutasahau ile dhambi ambayo tumeitenda imeleta uhasama ndani ya mioyo yetu. Imekata yale mahusiano yetu na Mungu. Cha kwanza cha kuondoa, nenda kwenye sakramenti ya kitubio. Wakati mwingine dhambi inasababisha tunakosa ile nguvu ya kumiliki vile ambavyo Mungu ametupa. Tunavishika vinapotea. Tunapata mavuno yanaisha. Tunaanza hatua moja ya maisha ya kujijenga kiuchumi. Tunafika hatua moja, mambo yanasambaratika. Tunakusudia katika familia kujenga na kuweka malengo ya mwaka. Mwaka ufiki katikati, familia zimesambaratika, mpango umeharibika. Wakati mwingine dhambi inatufanya tunasahau kilichotuleta kijungu kutoka maeneo tuliotoka. Wengine Moshi, wengine Mbulu, wengine Upareni, sehemu yoyote tuliotoka, tukasema tunaenda kijungu kwa sababu kuna maisha. Kuna ardhi nzuri. Kuna malisho ya mifugo yetu. Kuna kilimo kizuri. Tunafika kijungu, tunasahau mpango uliotuleta. Mambo yanaharibika. Wakati mwingine dhambi inapotawala, ule mpango wetu wa awali unaondoka. Hayo yatarudi. Na leo mwinjili Mathayo anatupa mfano huu wa Yohane Mbatizaji. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya nani? Ya Bwana. Haijalishi njia yako imeharibika kwa namna gani, bado kuna tumaini. Mwambie mwenzako kuna tumaini. Kuna tumaini. Lakini kuwa mnyenyekevu. Mwambie jishushe. Shuka kwenye mkuyu wako. Acha kiburi. Acha uoga. Kimbilia sakramenti ya kitubio. Kuna huruma ya nani? Ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwenye sakramenti ya kitubio kuna huruma ya nani? Ya Mungu. Kumbe wazo leo la kutengeneza njia, tuangalie yale ambayo yametuzuia, yametuweka kwenye njia isiyo sahihi, tuyaondoe. Pengine ndo vizingiti, pengine ndo mabonde, pengine ndo mlima, pengine ndo shina lililokauka. Tuliondoe. Kiburi, majivuno, masengenyo, mtazamo mbele, kuwadhania wengine vibaya. Hayo na mengine
pengine ndo vizingiti, lakini kikubwa tuikimbilie huruma ya Mungu inayopatikana kwenye sakramenti ya kitubio, ili tujenge mahusiano na turudishe vile vilivyopotea. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Turudishe vile vilivyofanya nini? Potea. Si kuvirudisha tu na kupata nguvu ya kuvimiliki. Mungu anatupa kila wakati, lakini wakati mwingine tunakosa nguvu ya kumiliki. Lakini nguvu hiyo tunapojirudisha na tunavyojenga mahusiano na Mungu, rehema ya Mungu inakuwepo. Tumeambiwa Masia huyo anayekuja atajazwa mapaji ya Roho Mtakatifu. Mapaji ya Roho Mtakatifu yako mangapi? 7. Ya kwanza hekima. Watoto, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Kumbe tunavyojipatanisha na Mungu, hivyo vyote vinarudi. Kumbe hekima itakuongoza katika kuwaza na kuzungumza vema kwa ajili ya wengine. Elimu na uchaji wa Mungu utakusaidia kufanya kazi zako vizuri kwa hekima, kwa elimu na karama Mungu alizokujalia, ili uweze kufikia kwenye yale malengo Mungu aliyokusudia kwenye maisha yako. Wakati ni sasa. Usichelewe. Bado wakati tunafanya nini? Tunao. Na wakati wenyewe ni sasa hivi. Jipatanishe